hii Biblia hii, ukuwe rafiki wa Biblia, ukuwe rafiki wa neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa Mungu, tutasoma katika kitabu cha Isaya 60 mstari wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na teme yetu itatuambia kwamba ondoka uangaze. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kitabu cha Isaya sura yake 60 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba amka uangaze. Amka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana imekuzukia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Katika maandiko matakatifu inatuambia kwamba amka, au wengine Kiswahili ondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, inabidi uamuke, utoke katika usingizi. Inabidi uondoke, utoke mahali ulipo, uende sehemu ili uweze kuangaza. Maana nuru yako imekuja katika maisha yako. Maana utukufu wa Mungu imesha kuzungukia. Inabidi uondoke, inabidi uamuke, maana utukufu wa Mungu imekuzungukia. Haleluya. Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Amuka uangaze, kwa maana Yesu Kristo ameshafika katika maisha yako. Haleluya. Mtu mmoja aseme amen na mahali ulipo. Mtu mmoja aseme Yesu nastahili mahali ulipo. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia. Amuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Na nuru ni Yesu Kristo, na neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ameshakuja katika maisha yako. Inabidi uamue kuamuka, inabidi uamue kuondoka. Uondoke, uende sehemu, uende uangaze nuru yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia yake inatuambia, maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kubwa litafunika makabila ya watu. Lakini Bwana atapambazuka juu yako, na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya. 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 Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, watoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mtu mmoja anataka barikiwa sasa hivi na Mungu. Mtu mmoja anataka kuamuka mahali alipokuwa, mahali ulipokuwa na lala katika hali ya roho. Amuka. Mahali ulikuwa na ikala, mahali ulikuwa na ikala katika hali ya roho. Amuka sasa, uangaze, maana utukufu wa Mungu imekuja. Maana Yesu Kristo amekuja katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba, maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kubwa litafunika makabila ya watu. Lakini Yesu Kristo atakuwa juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, wachungaji. Tumsifu Yesu Kristo, waliokoka. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja. Ondoka uangaze, Yesu Kristo ameshakuja katika maisha yako. Katika kitabu cha Luka sura yake 19 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba palikuwa mtu mmoja jina lake Zakayo. Alikuwa mfupi wa kimo, lakini alitamani kumuona Yesu Kristo katika maisha yake. Wewe ni nani usitamani kumuona Yesu Kristo? Wewe ni nani usitamani kumuona Yesu Kristo? Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa wa Mungu, penda sana kumjua Yesu. Penda sana kufanya kazi ya Mungu. Penda sana kuokoka, utoke mu vitu vya kidunia, uje kwa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa Yesu Kristo kuna furaha, kuna amani, kuna baraka. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo, asante. Asante Mungu. Asante Yesu. Zakayo alikuwa mtu mfupi sana, alitamani kumuona Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu we Seigneur, asante Yesu. Mtu mmoja anataka kubarikiwa na Mungu siku ya leo. Mtu mmoja anataka kubarikiwa na mtu siku ya leo. Mungu anataka kubariki katika muda kama na huu. Nisikie nikuambie mpendo wa Mungu. Haleluya, haleluya. Zakayo, kila mtu anajua story ya Zakayo, lakini alitamani kumuona Yesu. Kwa nini wewe siku ya leo sitamani kumuona Yesu? Kwa nini siku ya leo wewe usimtie Mungu katika maisha yako? Utaona mkono wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe, wapendo wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba katika Biblia matakatifu, katika kitabu cha Luka sura yake ya 19, ukianzia moyo unashuka polepole uko nasoma, utaelewa kitu. Katika kule kumwisho sura yake ya 10 inasema ya kwamba Tazama mimi Bwana nimekuja hapa duniani kutafuta kile kilichopotea. Haleluya, haleluya, haleluya. Nilisikia raha, nikasikia najazwa, nikasikia kama Yesu njoo kwa ananiambia, Elia, tazama nakuja katika nyumbani mwako, nitachangia na wewe chakula. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Zakayo, Mungu anamwambia Zakayo, c'est-à-dire que mon Dieu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Chunga tupaseme, wapendwa wa Mungu. Nasikia kama vile Mungu anataka bariki mtu mmoja siku ya leo. Mungu anataka bariki mtu mmoja siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe, wapendwa wa Mungu. Acha tupasome tusikie. Haleluya, haleluya. Niko nakwambia, ondoka uangaze. Amuka katika usingizi uko nao, uangaze. Haleluya, haleluya. Masia. Onekana Yesu, onekana Jehova, onekana Mungu wa Isaka, onekana Yesu Kristo, onekana Mungu Baba wa mfalme wa amani. Yesu Kristo, onekana. Haleluya, haleluya. Natazama palikuwako mtu mmoja. Sikia, natazama palikuwako, ndiyo, mtu mmoja, ndiyo, jina lake Zakayo, mkubwa wa watoza kodi, naye mwenye mulingi akatafuta kuona Yesu ni nani, lakini hakuweza kwa sababu ya makutano, maana alikuwa mfupi. Jina la Bwana libarikiwe. Inatuambia kwamba naye alitamani, naye alipenda kumutafuta, kumuona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Inabidi mahali ulipo, inabidi uweze kukomaa katika akili yako, uweze kukomaa katika roho yako, uweze kukomaa na kumjua Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba nimekuwa nanyi miaka mingi, lakini hamkunijua. Nilichangia nanyi miaka mingi, lakini hamkunitambua. Nilikula nanyi miaka mingi, lakini hamkunijua. Tazama, ninaondoka kwa Baba yangu, naenda watareshia makao mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake, nilichangia nanyi lakini hamkunijua. Oh Mungu we huruma, nilitembea nanyi lakini hamkunijua. Oh Masia, oh Yesu Kristo, yawezekana unaweza ukaokoka lakini haujamjua Yesu kinaga ubaga, haujamjua Yesu vizuri. Ukipomjua Yesu kabisa utaamua kumfuata Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tazama Zakayo. Zakayo alitamani kumuona Yesu, lakini watu walikuwa wengi sana. Watu walikuwa wengi zaidi ya kukuwa wengi. Oh haleluya, wapendo wa Mungu, haleluya. Watu walikuwa wengi, mataifa ilikuwa nyingi sana. Oh, too many people. Walikuwa wana close mpaka Yesu anakosa nafasi ya kupita. Juu ya watu wanamtafuta, juu ya watu wanamshangilia, lakini Zakayo alikuwa mtu mfupi sana. Hakutamani, hakuweza napata nafasi ya kumuona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba, oh haleluya, ndio maana niko nakwambia, mahali ulipo ondoka uangaze, mahali ulipo amuka uangaze. Oh haleluya. Zakayo kwenye alikuwa aliamuka, akatoka mubusingizi, aliondoka akaenda kumtafuta Yesu, akaenda mtafuta mwana kondoo, akaenda kumtafuta yule ambaye ameumbwa na kwa sababu yetu, yule ambaye Mungu amemtuma kwa sababu aje kutuokoa mimi na wewe. Zakayo akona mtafuta lakini hakuweza kumpata. Oh haleluya. Kwa nini Zakayo alitamani kumuona Yesu na alikuwa naiba watu mali zao? Kwa nini Zakayo alitamani kumuona Yesu na alikuwa na dhambi nyingi zinamtawala? Jina la Bwana libarikiwe. Acha tu nikwambie siku ya leo, hata kama kuna dhambi, hata kama kuna vitu vinakuzuia, jikaze kabisa utamani kumtafuta Yesu Kristo. Haijalishi uko na dhambi, haijalishi uko hivi, haijalishi unajipodoa na hivi, haijalishi uko mtu namna gani. No, njoo kwa Yesu, atakutengeneza. Haijalishi uko hivi, no, njoo jinsi ulivyo. Yesu Kristo atakutengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Zakayo kuna mtafuta Yesu. Niko nakwambia ondoka uangaze. Tunasoma kitabu cha Isaya 38 inatuambia ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja, utukufu wako wa Bwana imekuja. Oh haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Oh Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Zakayo, haleluya, Zakayo aliona afanye nini? Nataka just see Jesus, nimuone Yesu kwa macho yangu, just nimuone tu Yesu, nitajisikia furaha. Nimuone Yesu kwa macho yangu, mimi nitajisikia raha. Oh haleluya. Zakayo akaona watu wanakuwa wengi, na mimi na ufupi wangu nitafanyaje Yesu we? Zakayo apata mawazo, akasema ya kwamba mimi tu ni kumuona Yesu kumacho tu. Nikimuona Yesu kumacho, maisha yangu inabadilika. Na wewe utamani kumuona Yesu katika maisha yako. Magonjwa uko nayo, Mungu atakupanguza, Mungu atakupona. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu mpendwa katika Kristo, tamani kumuona Yesu katika maisha yako, utabarikiwa na Mungu. Tamani kumuona Yesu Kristo katika maisha yako, utafunguliwa. Tamani kumuona Yesu katika maisha yako, utazala watoto. Wale wenye walikuwa nasema utazala, maana umekubali kumuona Yesu, maana umekubali kumfuata Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Oh haleluya. Zakayo Kenya alifanya, akaona nifanye aye. Natamani tumuone Yesu tu. Mimi natamani tu kumuona Yesu. Natamani tu nione Yesu tu katika maisha yangu. Na oh my God,
Natamani kumuona tu Yesu mie. Natamani kumuona tu Yesu. Jesus, just nikuone tu Zakayo huyo. Nataka kumuona tu Yesu. Akaona oh my God, Zakayo alikuwa mwizi. Zakayo naiba watu makodi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini akaona nifanye haya. Oh, haleluya. Zakayo akasema ya kwamba hata kama hii muti ilikuwa inaitwa ile muti inaitwa Kasimengo muti ya mkuyu. Ile muti ya mkuyu ilikuwa madudu ilikuwa na yala kwa ile muti. Biblia inatuambia uende usome Biblia mwanzo mpaka mwisho. Luka sura ya 19 uanze ushuke kabisa, uende ushuke. Biblia inasema ya kwamba katika ile muti yenye Zakayo alipenda kupanda kwa sababu ya muone tu Yesu. Alikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Nami nataka kuambia ondoka uangazi uwe na kiu ya kumtafuta Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakufungua. Mungu atafungua maisha yako kiroho. Mungu atakubariki. Mungu atakuinua. Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Mungu atakubariki. Mungu atakufanya kiumbe kipya. Mungu atakuinua. Ukitamani kumfuata Yesu, ukitamani kumuona Yesu, sikia nikuambie kitu ambacho kiliweza kumpata nani Zakayo, kwa sababu alitamani kumuona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikuambie, jina la Bwana libarikiwe. Ile Biblia inatuambia kwamba ile mti ambayo Zakayo alipanda palikuwa miba. Palikuwa bunyengelele wa mingi sana. Jina la Bwana libarikiwe. Chunga nikuambie, kumfuata Yesu sio rahisi. Kumfuata Yesu kuna magumu. Kumfuata Yesu kuna miba. Kumfuata Yesu kuna miba na michongoma. Kuna malawama. Kuna vitu vingi vitakuzuia kwa sababu simuoni Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Zakayo akaona bunyengelele bunanipiga kumuti. Bidudu vinanikula. Dasi nisi Yesu. Dasi nimuone. Na natakwambia kumfuata Yesu sio rahisi. Kumfuata Yesu sio rahisi, maana watu wenye wako nyuma yako watakupatia maneno ya kidunia mpaka mwenyewe utajua kumfuata Yesu sio rahisi. Wapendwa wa Mungu, kuna miba, kuna michongoma kule, kuna vitu ambavyo utapitia. Utakuwa na waadui wenye kukuwa nao, utakuwa nao kwa sababu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba haleluya, Zakayo alikuwa kale mtu akamwangalia Yesu. Yesu akamfikia akamwambia, Zakayo, shuka upesi, maana leo imenipasa kushiriki nyumbani mwako. Watu watu wakasema, Jesus, no, haitawezekana. Huyu peti akatuiba mamali yetu. Watu wakakuwa wanasema maneno, haitawezekana. Mwana mtakatifu aende kushiriki mnyumba ambayo yenye mtenda zambi. No. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akuangalia vile. Yesu aliona huyu mtu amepotea, acha nimrudishe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba tazama, Yesu Kristo anaambia Zakayo, mimi siku ya leo nitashiriki nyumbani mwako. Wakati Yesu aliingia nyumbani, Biblia inasema wokovu ilikaa ndani ya Zakayo, na Zakayo aliokoka, na Zakayo alifanya kazi ya Mungu, na Zakayo alibarikiwa, na Zakayo alisonga mbele na maisha yake kaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana kumuona Yesu. Usitamani kutafuta baraka ya Mungu. Usitamani kutafuta wanabii wa kutabirie. Wengi Biblia inasema ya kwamba wanabii wengi watakuya kwa kusema uongo. Nami nataka kuambia siku ya leo, tafuta kwanza Yesu. Tafuta kwanza Yesu. Yesu anajua shida yako. Yesu anajua magumu yako. Yesu anajua vitu vinyoko unapitia. Jina la Bwana libarikiwe. Mtafute Yesu, usitafute baraka. Mtafute Yesu, usitafute wanabii wa kutabirie. Jua kama uko na shida, jua nini hiyo shida, usiende mpatie nayo Yesu. Mpatie Yesu
shida yako ataitatua. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Yesu Kristo anamwambia Zakayo, leo wokovu imekaa ndani mwako kwa sababu umenikaribisha nyumbani mwako. Nami nataka kuambia siku ya leo, mkaribishe Yesu katika maisha yako. Mkaribishe Yesu katika moyo wako. Mkaribishe Yesu katika moyo wako. Mungu akusaidie sana. Mungu akuonekanie siku ya leo. Utabarikiwa na Mungu. Utafanikiwa na Mungu ukikupa kubali kuondoka na kuangaza. Biblia inasema ya kwamba ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana imekuzungukia. Ondoka uangaze, mpendo wa Mungu, mtoto wa Mungu, ondoka uangaze. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kubwa litaifunika makabila ya watu, lakini Bwana atakuwa pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu Jehova, ni wewe kimbilio letu, ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Tazama, makabila ya watu litaifunika dunia, lakini Mungu atakuwa upande wako. Sikia nikwambie, ukifanya kazi ya Mungu kuna baraka, kuna furaha, kuna amani. Ukipofanya kazi ya Mungu hautasema nitakula, nitavala nini. Mungu anajua. Mungu atakuvika, Mungu atakulisha. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa Mungu, njoo tufanye kazi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwanza katika kitabu cha Yona. Nisikie kwa makini. Kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana likanijaa kusema, ondoka uende Ninawi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu waliitwa na Mungu. Kuna watu waliitwa na Mungu. Kuna mtu mmoja aliitwa na Mungu. Wene tangaza injili. Uko wapi mwanadamu? Uko wapi mwanadamu? Kuna watu waliitwa na Mungu. Kuna watu wanaishi kwa sababu mapenzi ya Mungu ikipofanyika katika maisha yako utaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanaishi hapa duniani kwa sababu ya misio ya kuenda tangaza injili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaishi hapa duniani kwa sababu ya kusudi ya Mungu. Ndio maana ungali naishi, ndio maana ungali napumua kwa kusudi na mapenzi ya Mungu. Ndio maana ungali napumua. Haleluya, haleluya. Wanadamu walikupiganisha usiku na mchana. Wanadamu unakuwa na waadui wengi sana, lakini Mungu wako pamoja na wewe. Lakini Mungu wako pamoja na wewe, wapendo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ondoka uangaze. Unaishi, unapumua kwa sababu, kwa kusudi ya Mungu. Ujiulize swali, kwa nini ningali hapa duniani? Umuulize Mungu, kwa nini ningali hapa duniani? Mungu angali na kuacha uishi hapa duniani kwa sababu uende fanya kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mtu katika Biblia anajua habari ya Yona. Wakristo wenzangu, tunajua maandiko. Niko hapa kukukumbusha tu, ondoka uangaze. Ondoka uangazie mataifa. Mataifa imjue Mungu. Ondoka uangaze. Mungu akonaambia Yona, ngo eti ondoka uangaze. Uovu inakuwa nyingi katika ile nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Sitadiriki wapendwa Mungu, waombaji wa Kristo wenzangu ambaye wameshaamini Yesu Kristo, nataka kuambia sehemu popote ulipo,
amuka, ukeshe, uende tangaza injili. Amuka uangaze, maana Mungu anatuambia kwamba twende tupaze sauti kwa watu, twende tupaze sauti kuinchi yenye tunaishemo. Sikeni kwambie, hapa Marekani unajua uovu yenye iko ndani. Marekani unajua maovu yenye iko ndani. Marekani unajua maovu yenye iko ndani. Sasa wewe umeokoka, mahali ulipo, shimama utangaze kazi ya Mungu. Shimama uondoke, amuka utoke mudistraction, amuka uondoke uende tangaza injili. Kuna watu wamekufa kwa sababu yako. Kuna watu bako kunani kule. Kuna watu wenye wako kwa mganga kwa sababu yako. Kuna watu wamepoteza maisha kwa sababu yako. Umeshindwa kushimama, umeshindwa kuamuka na kuenda kutangaza injili. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanaangamiwa, kuna watu wanakosa baraka, kuna watu wanateseka kwa sababu wewe unanitazama, kwa sababu wewe unanitazama, mtumishi wa Mungu. Kuna watu wanalia usiku na mchana kwa sababu ya kwako, kwa sababu yako unashindwa kushimama kwenda tangaza injili ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Choka nikwambie, waganga wanaweza fanyia mtu servisi, banashindwa. Wanaambiwa pastere, wanakuya wanaomba bila shindikana. Lakini Mungu anajua mtu fulani akienda ataenda fanya vile, na kupitia ukipoenda au mtumishi wa Mungu, ukipoenda kumufanyia servisi ule mtu, Mungu atamupona. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona mtu anagonjwa, mtu anagonjwa kabisa, anagonjwa. Wapastere wanakuya wanashindwa, waganga wanakuya wanashindwa, wapastere wanakuja wanashindwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu akiposema kitu katika maisha yako, mwanadamu hawezi pangua. Mungu akiposema wewe ndio utaokoa mtu fulani, wewe ndio utaokoa mtu fulani, wewe ndio utamponya mtu fulani, wewe ndiye utafanya hivi, na ni hivyo. Inabidi tutoke mu distraction, inabidi tuondoke, tuamuke, tuende tutangaze injili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba, maana tazama giza litaifunika dunia. Giza litafunika hii dunia. Giza inaweza kufunika Marekani yote kwa sababu ya maovu. Hii Marekani yote Mungu anaweza kuinani msegonde moya. Hii Marekani inaweza kuharibika msegonde moya kwa sababu ya maovu ya watu. Marekani inaweza ikaangamiwa kusegonde moya mbele ya Mungu. Wewe ambaye uko mumu Marekani, kama umemwamini Yesu Kristo, Mungu anaweza kuacha uhai. Mungu anaweza kukuvika nguvu. Mungu anaweza kukuambrase. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema kwa semengo, na giza kubwa litaifunika makabila ya watu. Na giza kubwa litaifunika makabila ya watu, lakini Bwana atakuzunguka wewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wataita kila jina, nami nitakuwamo. Wataita kila jina, nami nitakuwamo. Wataita kila jina, yo, nami nitakuwamo. Wataita kila jina, nami nitakuwamo. Wataita kila jina, yo, nami nitakuwamo. Wataita kila jina,
nami nitakuwamo. Kama ulinianzia mwanzo mpaka mwisho, Mungu akubariki. Najua umenielewa. Najua kuna kitu ambacho umebarikiwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Katika Marekani hii, wapendo wa Mungu, katika Marekani hii maovu ko nyingi. Maovu ni mingi sana katika Marekani hii. Maovu inatawala dunia mzima. Uovu inatawala dunia mzima. Dunia mzima. Biblia inasema kwa semengo, mkono wa Bwana haikupunguka. Mkono wa Bwana haikukuwa mfupi kwa sababu ya kutubariki, lakini maovu yetu inafunika uso wa Mungu. Inafunika uso wa Mungu. Maovu yako, maovu ya kwangu imefunika uso wa Mungu. Ni muda wa kutubu na kujiacha wazi mbele ya Mungu. Uone kenye Mungu atakufanyia katika maisha yako. Uone baraka yenye Mungu atakufanyia katika maisha yako. Katika kitabu cha katika kitabu cha Yoshua kwa anatuambia kwamba jitakaseni nyie, hamjui ya kwamba kesho Bwana Mungu atawabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendo wa Mungu, jitakase. Mpendo wa Mungu, mahali ulipo, ishi maisha ya kujitakasa. Ishi maisha ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Uovu iko nyingi. Uovu Marekani. Uovu dunia mzima. Australia, Afrika, dunia mzima, Kenya, Tanzania, maovu inatawala. Lakini wewe ambaye unashimama na Mungu kisawasawa, baki na shimama na Mungu. Ujue ya kwamba Yesu Kristo alikuja na kaenda kutuandalia makao mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wenzangu, shalome, shalome mahali ulipo, mahali nyote mlipo, acha mshimame. Ondoka, uangaze, lamuka mahali ulipo, lamuka mahali ulipo, ufanye kazi ya Mungu na Mungu atakubariki na utaona baraka ya Mungu. Utaona mafanikio ya Mungu. Acha Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo, Mungu akulinde, Mungu akuonekanie. Mwenye yote ako na swali utauliza, karibu. Amena. Namaliza. Acha Mungu awabariki. Amena. Pokea sifa Bwana, pokea sifa. Jina lako litukuzwe Bwana.